Yes, jamii imekuwa ikiteseka sana kwenye masingomaza. Hivi tatizo ni nini? Mi nadhani sababu tuseme ni kiburi, au kwa sababu wanawake siku hizi ni watu ambao wanaweza kufanya kila kitu. Ni wasomi, wanaweza kutafuta hela, wanaweza kufanya kila kitu kama wanaume vile wanavyofanya kazi. Nadhani hiyo ndio inawajenga wanawake wengi kusema kwamba mimi naweza kuimudu familia au kuwalea watoto wangu. Mimi nadhani ni hivyo. Au wewe unadhani vipi? Yes, mimi nadhani ni uhuru na uchumi wa wanawake, kwa sababu mengi yamekuwa ni 50-50, na hii watu walioleta 50-50 wenyewe wamekuwa ni kama kichocheo, lakini walivyoleta ile wenyewe wamebaki nyuma. Hawatoi elimu kubwa zaidi kwa watu ambao wanaishi katika maisha husika. Kwa hiyo leo utamwona mwanamke hayuko ofisini, ameajiriwa, na akirudi nyumbani hajishughulishi na chochote, dada wa kazi yupo, mume wake akifanya hivi, bali yeye ana mchango mkubwa. Lakini sijui kuna vitu gani ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kuweka elimu zaidi, kuwafunza ili turudi katika tamaduni za wazee wetu. Hivi imekaaje kama tungekuwa awali mwanzoni kabisa wazee walivyokuwa wanatufundisha mwanamke yuko chini ya mwanaume na anatakiwa kuitika vyote. Hii elimu imekuja kutuharibia mengi zaidi. Hii unaionaje kwenye elimu ya wanawake na hao walioleta hii 50-50? Mimi nadhani sio kwamba 50-50, tusiwakandamize sana wanawake. Kuna muda wanaume nao wanapelekea sababu ya kuwa wanawake wanakuwa na viburi. Mtu umemwoa mtu kwa ajili ya kulea familia yenu wote pamoja. Kwa sababu familia ikitengana kuna madhara makubwa kwa watoto. Umhudumii mke wako au huyo mwenza wako, uhudumii watoto, bado unakuwa mkali au unaamini kwamba kwa sababu anafanya kazi hela zake basi inabidi yeye ahudumie tu watoto, mimi nitafanya vitu vingine ambavyo havina maana. Hiyo ndio inapelekea wanawake muda mwingine kubadilika. Wala tusilaumu sana elimu ya 50-50, kwa sababu kuna muda imewasaidia wanawake kusoma, kuweza kujisaidia wao wenyewe na kusaidiana, kwa sababu sasa hivi hata vijana wanaoa mke ambaye kidogo ana kazi au ana kipato ili wasaidiane katika maisha. Kwa hiyo kuna muda hata wanaume wanapelekea ongezeko la single mother litokee. Kama wanaume ungekuwa wanawajibika kwenye ndoa zao, na hisi usingekuwa na ongezeko hilo. Pia hata kama wanawake wana viburi, kuna muda inabidi wabadiliki ili kuepusha hiyo ongezeko la single mother, kwa sababu kila mtoto anatamani kulelewa na babake na mama yake. Kuna madhara makubwa watoto ambao wanalelewa wao peke yao bila mama au bila baba. Au unaonaje mtu akilelewa peke yake without baba yake kuwepo? Kulelewa na wazazi wote wawili ni nzuri, lakini tumesoma kama kwenye Biblia kuna kifungu kinaandika kwamba mwanamke mjinga ndo anaharibu ndoa yake mwenyewe. Lakini kwa sasa hivi wanawake wameshindwa kuvumilia, wanawake wanashindwa kukaa kustahimili mavitu, yani kwamba mtu ana 50 yake anashindwa kwamba bwana wewe ukininyima mimi sawa. Sijui unaelewa? Kwa hiyo mambo yanakuwa mazito na makubwa. Tathmini ya wazee wetu, ukiangalia mzee wazazi sisi, mimi tulizaliwa 8 kwetu, na ukiangalia mama mpaka leo yupo, amekutana na vitu vingi, amepambana na vitu vingi. Leo mwanamke ukimwambia tu hata watoto yeye ndo anakupangia kwamba mimi nataka watoto fulani, wewe kwenye nia yako wewe ni mwanaume unatengeneza ukoo mkubwa, kuna vitu unavitamani, kuna vitu unataka, lakini kuna ile kuto kusikilizwa na mtu ambaye wewe unampenda. Lakini ukiwa katika mahusiano kuna vitu unakutana hii tuseme kwenye michepuko. Uje michepuko na yenyewe inasababishwa na wanawake hao ambao tunawakuta sasa hivi wanakuwa wabishi kwenye kulea familia zao. Lakini mchepuko huyo ukimkuta anakutana na mwanaume, unakuta yeye ana participate vizuri sana kuliko mke aliyekuwa kwenye ndoa. Mwisho wa siku unaleta vurugu, tafrani, watoto hawakai, na mwisho wa siku kwenye kipato chako kinakuwa ni wewe wewe, wakati unajua una watoto na familia, na mimi labda vipato vyetu vinafanana au umenizidi kidogo, lakini utahitaji mimi nipambane zaidi kuitetea familia na mengine zaidi ya hayo. Sasa sijajua kwamba ni kitu gani kikubwa wanawake wanacho, kwa sababu mwanamke toka amezaliwa sijajua kwamba mpaka leo kuna kitu anatamani kitu gani. Yaani hicho hakipo. Sasa sijajua wewe ni binti na wakiki, labda useme wewe kwenye kitu chako kuna vitu gani mnakuwa mnatamani. Mvumilivu hula mbivu, ila sio kila mahali unastahili kuvumilia. Huwezi kuvumilia sehemu ambapo unanyanyasika kisa ni watoto, au kwa sababu tumeunganishwa na watoto nivumilie tu sehemu ambapo hamna upendo, hamna amani, hamna ile furaha ya baba. Ndio maana unakuta mwanamke anajua na kiburi. Na kiburi cha kwetu sisi wanawake, mimi of course ni mwanamke pia au binti. Kiburi chetu kinabadilishwa kutokana na mtu. Mtu anakuwa ni mstaarabu, lakini at the end unakuta amebadilika.
na kiburi cha mwanamke ni kigumu sana kurudi kwenye hali ya kawaida. Yaani akishapata na kile kiburi ni ngumu kurudi vile kuwa kama awali alivyokuwa. Sio kwamba tunataka nini. Mwanamke ni mtu ambaye hataki vitu vingi. Hata kama huna hela, lakini onyesha upendo, onyesha kujali, onyesha kuthamini. Hata kama ana hela yake yeye mwenyewe anatafuta au anafanya kazi, anatamani na hela yako wewe ambayo unaiprovide huko nje umpe ndio jinsi alivyo. Lakini ukimwambia kwamba wewe unafanya kazi ili unafanya kazi unapata hela. Mimi hela yangu ya nini? Hicho ni kitu ambacho hatupendi. Bali hata mimi sipendi. Nafanya kazi it's okay, napata hela lakini hela yako pia ni ya muhimu. Ndio maana mlivyoambiwa kwamba muoe, mimi si kwamba unanichukua kwetu ili mimi uniwe unanihudumia kila kitu, kuanzia kuumwa, kula, kila kitu. Kama vile nilivyokuwa nahudumiwa kutoka kwa nani? Kwa wazazi wangu. I think hicho ni kitu pekee ambacho wanawake tunahitaji, lakini inategemea. Siku hizi wanawake ni watu ambao mara wanapenda hela, mara wanapenda hiki, mara wanapenda hiki. Ni msimamo tu, huwa tunatofautiana. Lakini mimi naamini ongezeko la single mother linatokana na vitu mbalimbali. Huwezi kumdirect mwanamke moja kwa moja ukamlaumu bila kujua kwamba sababu ni nini. Kwa sababu tunasikiaga jamii mara nyingi watu wanaongea changamoto zao. Mwingine ni mwenzake kakataa mimba au kamkimbia au anampiga au amhudumia, lakini mwingine ni mwanamke mwenyewe ndo amesababisha kwamba mimi sikutaki, nataka nilee mwenyewe nini watoto wangu. Kwa hiyo I think hiko ndo kitu pekee ambacho kinamfanya ongezeko la single mothers liongezeke. Sijajua wewe kwa upande wako unafikiria nini au unaona nini ambacho kinafanyiki ili tu solve au tupunguze changamoto la ongezeko la single mother na watu waanze kulea watoto wao wakiwa na baba na mama pia. Tuseme miaka 30 nyuma wa mama yani wangekuwa masingle mothers wangekuwa miaka hiyo. Sasa hivi imekuwa takriban watu sasa hivi hawapigwi. Watu sasa hivi wanapendwa, mtu ananunuliwa mpaka gari. Zamani mtu unatembea kutokea hapa mpaka Buza. Unaangalia kwamba na mama bado anapambana na nini. Lakini mimi naona kama ni desturi na tamaduni, na sasa hivi watu wanaelewa kimayai sana. Tupo kwa sababu zamani yani binti ukienda kwenu wazazi wako wanakurudisha kwa nguvu zote. Lakini sasa hivi ukienda kwenu mama anakupa na chumba na niliu na mambo yanaendelea na vitu vinaendelea. Kwa hiyo mimi nahisi ni familia pamoja na watu ambao wameshindwa kuvumilia, na wanawake wamekuwa gumzo kubwa katika hili kwa sababu wanahitaji vitu vizuri na mtu mwingine akutajishughulishi na hivyo. Lakini mengi zaidi ya yote tuachie watazamaji waweze kuzungumza zaidi. Dondosha comment yako. Hii ni DM Palace, mimi ni Nemes Masawe, nilikuwa na mimi naitwa Tima Mezani leo hapa ndani ya On Plug ya DM Media. Nenda kule YouTube ka subscribe, comment, like, usisahau kushare kwa mwingine ili aweze kujua mada inayokuja. Bye bye, tunawapenda sana.